Katika maelezo yake, Dr. Shein amesema kuwa ziara hiyo aliyoifanya akiwa na viongozi wengine wa Baraza la Mapinduzi na watendaji wakuu wa serikali ni ushauri wake wa kuwataka viongozi hao washiriki pamoja ili wapate kujua mwelekeo, hatma, nyenzo, wafanyakazi, mambo yanayohitajika pamoja na changamoto zilizopo. Akiwa katika ziara yake ya mwanzo ya kikazi tokea kuingia kwa mwaka mpya wa 2017, Dr. Shein amesema kuwa tokea kuanzishwa kiwanda hicho mnamo mwaka 1966 haikupiga hatua kubwa licha ya juhudi kubwa zilizochukuliwa na serikali kwa mashirikiano ya serikali ya Jamhuri ya Watu wa China, na baadaye mnamo mwaka 1980 serikali ya Uholanzi kuziunga mkono, ikiwemo kukijengea uwezo wa kiufundi na kiutawala. Mwaka 1966-67 mpaka leo ni muda mrefu, lakini hakikupiga hatua kwa mbele. Hicho kiwanda kimekuwa kikireverse hatua moja nyuma mpaka leo kilipo. Kazi ya kufufua si ndogo, kazi ya kufufua kiwanda hichi si ndogo. Kimepita katika mikono miwili mikubwa ya kusaidiwa na China ndugu zetu na Wadachi wa Uholanzi. Kwa hivyo mimi nikasema yale maneno aliyosema Napoleon. Huyu alikuwa ni mtawala wa Ufaransa. Kuna maneno makubwa matatu alisema. Anasema tulikwenda huko kwa pambana, tukaona na tukashinda. Ndivyo alisema. We went, we saw and we conquered. Sasa na sisi tunataka hivyo hivyo. Tumekuja tumeona. Kwanza tumekuja timu nzima hii. Tumeona na mimi naamini tutashinda. Aidha, Dr. Shein ameeleza kuwa serikali inaweza kufanya wajibu wake katika kuhakikisha kiwanda hicho kinarudi katika uhalisia wake, lakini bila mashirikiano ya wafanyakazi wa kiwanda hicho lengo halitofikiwa. Sambamba na hayo, Dr. Shein ameeleza kuwa yeye na ujumbe wake aliofuatana nao wameona walioyaona katika kiwanda hicho, zikiwemo changamoto zilizopo pamoja na zile za wafanyakazi wake, na serikali itafanya juhudi ya kuangalia nini kitafanyika na baadaye taarifa rasmi itatolewa. Naye Waziri wa Kilimo, Maliasili, Mifugo na Uvuvi, Hamad Rashid Mohamed, ametoa shukurani za pekee kwa Rais Dr. Shein kwa ziara yake hiyo ya mara ya pili katika kiwanda hicho, na kueleza jinsi Dr. Shein anavyofanya maamuzi yake kwa mashirikiano kati yake na wasaidizi wake na hakurupuki katika hilo. Waziri Mohamed amesema kuwa juhudi za makusudi zimekuwa zikichukuliwa na wizara yake katika kuhakikisha wakulima wanatatuliwa changamoto zinazowakabili, ikiwa ni pamoja na kuwalimia mashamba yao kwa kutumia matrekta, ambapo katika msimu huu tayari 87% ya mabonde yameshalimwa licha ya uhaba wa vitendea kazi, huku akielezea changamoto ya taasisi kama hiyo kuwa kitengo. Maamuzi ya mapendekezo tunapeleka, Rais alisema leo tusipe maamuzi, tukaangalie kwanza ili kila mmoja aridhike ile hali anayojua yeye na wengine, ili halafu tufikie maamuzi. Sema Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vizuri kujifunza hilo kwamba katika ngazi tunazoongoza tufuate mfano wako wa kuwashirikisha tunaoongoza ili maamuzi yawe pamoja. Kwa msingi baada ya maamuzi ni utekelezaji wa yale yatakayokuwa. Nao wafanyakazi wa kiwanda hicho katika risala yao iliyosomwa na mkuu wa kitengo cha zana za kilimo, Mohamed Omar Mohamed, wamesema kuwa wanajivunia ujio wa rais kwa mara ya pili katika kipindi cha takribani miaka mitatu kwa lengo la kujali kazi ambazo kiwanda hicho inazitekeleza. Nikiripoti kutoka katika kiwanda cha matrekta Mbweni, ni mimi Omar Ahmed Mcheju.